Ukiona wewe sasa umeanza kuwalaumu watu au kulaumu binadamu wenzako, jua hizo ni dalili mojawapo za kumsahau Mungu. Moja ya dalili mojawapo ya kumsahau Mungu ni kuanza kulaumu watu. Utaanza kuwalaumu kwamba hawajakusaidia, utaanza kuwalaumu kwamba hawakupendi, utaanza kulaumu kwamba hawakujali. Sasa ni kitu gani ambacho shetani anachokifanya katika maisha yako? Kitu ambacho shetani anachokifanya katika maisha yako ni kujengea wewe uone watu wengine hawafai, uone ndugu mbaya, uone rafiki mbaya, uone hata watu wako wa karibu hawakusaidii. Sasa ni kitu gani ambacho inatakiwa kifanyike? Moja ya vitu ambavyo ni vya msingi ambavyo inatakiwa vifanyike, cha kwanza kabisa, ili kwamba urudi katika kulijua neno la Mungu, ni lazima uwe msomaji sana wa neno la Mungu. Maana sasa hivi pamekuwa na mitazamo mingi sana katika haya maisha, namna ya kumfuata Mungu. Watu wengi sana wanadhani kwamba kumfuata Mungu ni vile vile watu wanavyosema. Hapana, kumfuata Mungu ni vile neno la Mungu linavyosema. Neno la Mungu linavyosema ndivyo stahiki ya kumfuata Mungu, sio vile mtu anavyosema au vile kanisa linavyosema au vile dini inavyosema. Kupitia neno lake ndio tunapata usahihi wa kumtafuta Mungu na wa kumjua Mungu. Sasa ili tutoke katika njia ya kuwalaumu watu kwamba hawajatusaidia, hawajatutendea mema, cha kwanza natakiwa ujue kabisa sio jukumu la watu wewe kukusaidia. Hilo la kwanza natakiwa ujue. Pili, inatakiwa ujue kabisa sio jukumu la mtu kutibu shida zako na matatizo yako. Hilo ni jukumu la nani? Aliyekuumba. Unapomtegemea aliyekuumba, yeye ana uwezo wa kukidhi mahitaji yako hayo yote ambayo unafikiri fulani labda angeweza kukidhi. Na tunapomwacha Mungu ndio tunaanza kuwalaumu wengine, na kuona kwamba hawafai au wametutenga au hawatuhitaji.